kwa sababu mioyo yetu imeingia na hofu, kwa sababu maisha yetu tumeyaona hatuwezi na kushinda. Asa ili kwamba wakija wakituua tufe hapa hapa, lakini sisi tujikusanye twende juu. Na walipokuwa juu gorofani kabisa, na ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, kama hivi leo Jumapili na jioni kama hivi, tukiwa na kama hivi tulivyo, tukiwa na kwaya ya Beroya, tukiwa na kwaya ya vijana hapa kwa kutoka Dar es Salaam DDC, wamekaa wakiwa na hofu, na wengine wanajiuliza ya kwamba sasa kama ni hivi, ni kwa nini tumemfuata? Ikiwa kama maisha yetu yameingia na changamoto, ni kwa nini tumefuata? Wengine walikuwa wanaomba, wengine walikuwa nao wamekaa. Yesu akatokea katikati yao. Nilipenda sana hivi. Yaani Yesu hakutokea pembeni pale. Yesu alikuja akatokea kama hapa. Alafu alipotokea wale watu, tena hofu ikazidi mara mbili. Yaani ni kweli jamaa ametokea katikati, lakini ameingiaje na milango imefungwa? Ile kusimama katikati yao na aliposimama katikati yao akiwaangalia wanafunzi kama hivi nyinyi mlivyokaa, tayari anaona hawa watu tena wako na mimi. Ingawa nimetokea physical, lakini spiritually bado hawaniamini. Na kwa nini Yesu anatokea katikati? Ni kitu kimoja. Kama kiongozi unapoongea kwenye asembo ya watu, lazima ukae katikati ili watu wakuelewe. Asa kama mimi kiongozi ambaye nililala na sasa nimefufuka, lazima nije katikati yenu ili niwatie moyo. Katikati ilimaanisha I am a leader kwenu ninyi wanafunzi wangu. Sio mimi Pastor Mkeni, ni Yesu sasa anawaambia mimi ni kiongozi kwenu ninyi. Lakini pia ninaposimama katikati yenu, tayari nimeukomboa mji. Tayari haki ambayo imeondoka nimeirudisha kwenu ninyi. Katikati. Ngoja nikwambie, si tu Yesu alisimama katikati, hata pia Musa alisimama katikati ya wana wa Israeli akiwaongoza. Kwa hiyo wakati Yesu amesimama katikati yao, alichowaambia, peace be with you. Yaani nina hofu, unaniambia amani. Kwa Wayahudi amani ilikuwa ni salamu tu, ambapo walikuwa wakisema shalom aleikum, mukama burunji na mnani. Ni kweli umetuambia shalom aleikum, lakini hii ni salamu kama salamu zingine. Na ikiwa ya kwamba unajua sisi tunapitia changamoto nyingi sana, Yesu aliwaambia hivyo akiwa na maana ya kwamba shalom aleikum kwenu ulikuwa ni salamu, lakini amani yangu mimi kwenu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu Baba yangu alinituma na kusema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo ninapowaambia shalom aleikum, nina maana ya kwamba mimi bado niko nanyi na amani yangu itawale maishani mwenu. Ngoja nikwambie, hii statement nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ukiwa na hofu utembei. Sasa ili Yesu aje, lazima akae katikati yako na akwambie peace be with you, ama shalom aleikum.
ama kwa Greek erinei. Yaani ana maana ya kwamba kwenye changamoto zenu zote mimi nitasimama nanyi. Kwa hiyo hii amani ninayowapatia ni ya kwangu na ni ya milele. Amani yangu nawapa. Wanafunzi wanazidi kurudi na kumwelewa huyu Yesu. Lakini huyu jamaa alipotutoa na matendo yake, anapotuambia hii peace be with you, inamaanisha ya kwamba huyu jamaa ni wa kweli. Kwa sababu kama ni wa kweli, alilala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu kama hivi Jumapili, anaposimama bado alikuja na yeye pia ametutia moyo, akituambia msiogope na msifadhaike. Nionapo amani kama umenijulisha ni salama rohoni. Sikiliza mwanakionda waliokuwa hapa leo. Mungu si kwamba ajui unamsubiria, anafahamu. Na Mungu anajua unapitia kwenye changamoto nyingi sana. Lakini hii amani yake anayokupatia ni ya bure. Katika amani hii ya bure anayokupatia yeye, anachokihitaji ni uipokee. Vile utakavyotembea, vile ambavyo utakapoenda huku na kule, bado yeye atasimama na wewe. Inueni vichwa vyenu kwa sababu imani ipo nanyi. Kuweni na amani kwa sababu umempokea huyu Yesu. Na si kwamba Yesu ajui unapitia kwenye changamoto. Anajua ndio unaumwa, lakini bado anasema bado mimi niko na wewe, usiogope. Amani yangu na wapeni. Amani yangu na wapeni Wanakihonda. Nyakati fulani kwenye kanisa tumaini linapotea, lakini huyu Yesu anapokuwa nasi, amani inarudi. Ni kweli umeambiwa ya kwamba makambi haya yanaweza kuwa ni ya mwisho kwako, lakini yeye anapokaa katikati yako anakuambia nakupatia amani, utaishi. Na mimi nirudie, makambi haya ya Kihonda ni makambi ya kubarikiwa. Unapotoka hapa Mungu akubariki. Unapotoka hapa kwenye makambi, mkienda kuwaalika na watu, waambie hivi, makambi ya Kihonda ni makambi ya kubarikiwa. Kwa sababu tunaye huyu Yesu ametuambia peace be with you. Kwa nini uogope kwa huyu Yesu wakati yeye anajua changamoto zako? Naye anakuombea nyakati zote. Naye anakaa na wewe nyakati zote, akikwambia wewe ni mwanangu mpendwa ambaye nilikuja kwa ajili yako. Dhambi zangu zote Kristo ameona unyonge wako. Ni salama rohoni. Salama rohoni.